Mazungumzo ya ana kwa ana kati ya Marekani na Iran yaliyofanyika kwa muda mrefu na wa kihistoria yameshindwa kufikia makubaliano ya kumaliza vita baada ya kumalizika mapema Jumapili katika mji mkuu wa Pakistan, Islamabad, hali iliyoacha sintofahamu juu ya mustakabali wa usitishaji mapigano uliokuwa dhaifu. Kila upande uliulaumu mwenzake kwa kushindwa kwa mazungumzo hayo yaliyodumu kwa saa 21 yaliyolenga kumaliza mapigano makali yaliyotikisa Mashariki ya Kati na kusababisha bei za mafuta duniani kupanda tangu kuanza kwake zaidi ya wiki 6 zilizopita. Habari mbaya ni kwamba hatujafikia makubaliano, na nafikiri hilo ni jambo baya zaidi kwa Iran kuliko ilivyo kwa Marekani, alisema makamu wa rais wa Marekani JD Vance, ambaye alikuwa kiongozi wa ujumbe wa Marekani akizungumza na waandishi wa habari muda mfupi kabla ya kuondoka Islamabad. Tunarejea Marekani bila makubaliano. Tumeweka wazi kabisa mipaka yetu isiyovukwa. Ujumbe wa Marekani uliondoka Pakistan mara baada ya mazungumzo hayo, huku ujumbe wa Iran ukitarajiwa kuondoka baadaye Jumapili hii, kwa mujibu wa vyanzo viwili vya Pakistan. Vance alisema Iran imekataa kukubali masharti ya Marekani, yakiwemo kutengeneza silaha za nyuklia. Tulikuwa tunajadiliana kwa nia njema, alisema Vance akiwa kwenye jukwaa la hotuba mbele ya bendera za Marekani, akizungukwa na wajumbe maalumu Steve Witkoff na Jared Kushner. Tunatoka hapa na pendekezo rahisi. Hii ndio ofa yetu ya mwisho na bora zaidi. Tutaona kama Iran itakubali, aliongeza. Alisisitiza kuwa Marekani inahitaji dhamira ya wazi kutoka Iran kwamba haitotafuta silaha za nyuklia wala zana zinazoweza kuiwezesha kufikia silaha hizo kwa haraka. Hilo ndilo lengo kuu la rais wa Marekani, na ndilo tulilojaribu kufanikisha kupitia mazungumzo haya, alisema. Mazungumzo hayo ya Islamabad yaliyofanyika baada ya usitishaji mapigano wa awali wa wiki hii yalikuwa mkutano wa kwanza wa moja kwa moja kati ya Marekani na Iran katika zaidi ya muongo mmoja, na wa ngazi ya juu zaidi tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Shirika la habari la Iran la Tasnim lilisema kuwa madai makubwa kupita kiasi ya Marekani ndiyo yaliyozuia kufikiwa kwa makubaliano. Vyombo vingine vya habari vya Iran viliripoti kuwa kulikuwa na makubaliano katika baadhi ya masuala, lakini mlango wa bahari wa Hormuz na mpango wa nyuklia wa Iran vilibaki kuwa maeneo makuu ya tofauti. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran alisema mazungumzo hayo yalifanyika katika mazingira ya kutokuaminiana. Ni jambo la kawaida kutotarajia kufikia makubaliano katika kikao kimoja tu, alinukuliwa akisema. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Ishaq Dar alisema ni muhimu kwa pande zote kuendelea kuheshimu usitishaji mapigano. Marekani na Iran zilikubaliana Jumanne usitishaji mapigano kwa wiki 2 kwa lengo la kupunguza vita vilivyoanza Februari 28 kwa mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Katika mkutano wake mfupi na waandishi wa habari, Vance kuzungumzia swala la kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu inayobeba takriban 20% ya nishati ya dunia ambayo Iran imekuwa ikizuia tangu kwanza kwa vita. Vance alisema aliwasiliana mara kadhaa na Rais Donald Trump wakati wa mazungumzo hayo pamoja na maafisa wengine wa juu wa Marekani. Hata hivyo, licha ya mazungumzo kuendelea, Trump alisema Jumamosi kuwa kufikiwa kwa makubaliano si jambo la lazima kwake. Tunaendelea kujadiliana, lakini tupate au tusipate makubaliano si jambo kubwa kwangu kwa sababu tayari tumeshinda, aliwaambia waandishi wa habari. Ujumbe wa Marekani katika mazungumzo hayo ulijumuisha mjumbe maalumu Steve Witkoff pamoja na mkwe wa Rais Donald Trump Jared Kushner, huku upande wa Iran ukiwakilishwa na spika wa bunge Mohammad Baghel Ghalibaf na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi. Chanzo cha Pakistan kilisema kuwa kulikuwa na mabadiliko ya hali ya hewa ya mazungumzo, ambapo wakati mwingine yalikuwa ya utulivu na wakati mwingine yalikuwa na mvutano mkubwa. Mji wa Islamabad wenye wakazi zaidi ya milioni 2 uliwekwa chini ya ulinzi mkali wakati wa mazungumzo hayo, huku maelfu ya wanajeshi na vikosi maalum vya usalama wakisambazwa mitaani. Kabla ya mazungumzo kuanza, chanzo cha juu kutoka Iran kililiambia shirika la habari la Reuters kuwa Marekani ilikuwa imekubali kuachilia mali za Iran zilizoshikiliwa Qatar na katika benki zingine nje ya nchi. Hata hivyo, afisa wa Marekani alikanusha madai hayo. Mbali na swala la mali hizo, Iran inadai udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz, malipo ya fidia ya vita pamoja na usitishaji mapigano katika eneo lote ikiwemo Lebanon, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran. Pia Teherani inataka kutoza ada kwa meli zinazopita katika mlango huo wa bahari.
Licha ya tofauti hizo, meli 3 kubwa za mafuta super tankers zilipita katika mlango wa Hormuz Jumamosi, zikionekana kuwa za kwanza kutoka Ghuba tangu makubaliano ya usitishaji mapigano kati ya Marekani na Iran. Hata hivyo, mamia ya meli bado yamekwama yakisubiri ruhusa ya kupita katika kipindi cha usitishaji mapigano wa wiki 2. Wakati mazungumzo yakiendelea Islamabad, jeshi la Marekani lilisema kuwa meli 2 za kivita zilivuka mlango huo wa bahari kama sehemu ya maandalizi ya kuondoa mabomu ya majini, ikiwa ni mara ya kwanza tangu vita kuanza. Hata hivyo, vyombo vya habari vya Iran vilikanusha taarifa hiyo. Malengo ya Rais Trump yamekuwa yakibadilika, lakini kwa kiwango cha chini anataka uhuru wa usafirishaji wa kimataifa kupitia mlango wa Hormuz baada ya kudhoofishwa kwa mpango wa nyuklia wa Iran ili isiweze kutengeneza silaha za nyuklia. Kwa upande wake, Iran inasisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa matumizi ya kiraia tu. Hata hivyo, kabla ya vita vya Juni 2025, Iran ilikuwa ikiboresha uranium kwa kiwango kinachozidi mahitaji ya matumizi ya amani, na mara kadhaa ilizuia wakaguzi wa kimataifa kufikia baadhi ya vituo vyake. Israel nayo imedai kuwa Iran ilikuwa ikielekea kutengeneza silaha za nyuklia. Tangu vita vianze Februari 28, takriban raia 20 wa Israel pamoja na wageni wameuawa kutokana na mashambulizi ya makombora ya Iran pamoja na Wapalestina 4 katika ukingo wa Magharibi. Zaidi ya watu 3,000 wameuawa nchini Iran wakati wa vita hivyo, kwa mujibu wa takwimu za serikali ya Iran, huku shirika la haki za binadamu Hechrana likikadiria vifo kufikia 3,636, wakiwemo raia 1,701 na watoto wasiopungua 254. Jeshi la Israel linakadiria kuwa wanajeshi takriban 5,000 wa Iran wameuawa katika mashambulizi yake, huku maelfu wengine wakijeruhiwa. Hata hivyo, idadi hiyo haijathibitishwa na Iran wenyewe. Kwa upande wa Marekani, inadai wanajeshi 13 wameuawa na zaidi ya 300 kujeruhiwa katika mapigano hayo. Aidha, watu wengine wengi wameuawa katika mashambulizi ya Iran dhidi ya nchi za Ghuba kama vile UAE, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia na Oman. Well, good morning, everybody. And let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Questions? Sir, Nick Robertson from CNN. Precisely what have they rejected here? Can you help us understand it a little bit? Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Jen. Was there a framework on anything? And also, did the Iranian frozen assets come up, and did you reach any conclusions on those frozen assets? We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There are reports that there were multiple rounds
where there were breaks in between negotiations. How often did you communicate with the president throughout those rounds, and what was he saying as you were going through these negotiations that you said fell short? Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you.